miradi isikika. Kwanza naomba niombe radhi kwa kilichotokea, kwa sababu sio kitendo kizuri, lakini ilikuwa ni jambo ambalo halijakusudiwa kulingana na mazingira yangu ya kazi, kwa sababu mimi muda mwingi nakuwa niko kwenye majukumu ya kazi. Hapa tulimweka mtu ambaye amekuwa ni mwangalizi wetu ili aweze kutuangalizia. Sasa ilikuwa lengo kufanya usafi katika eneo hili, lakini kabla sijaruhusu kufanya chochote hapa sisi huwa tunawasiliana na sheha ambaye ni mwangalizi wetu. Kwa hiyo niliwasiliana naye nikamwambia kwamba anaenda kwa naibu sheha ili naibu sheha uombe ruhusa kwamba tunataka kufanya nini, alafu yeye ataenda kwa sheha na pia atatoa mwongozo wa nini cha kufanya. Sasa taarifa nilizozipata jana, huyu mwangalizi ambao sisi tulimweka hapa alipoenda kwa naibu sheha tunataka kusafisha uwanja, kwa hiyo tunaomba sipo kama hivi, sababu kwa hiyo naibu sheha aliposikia hivyo akamwambia kwamba endeleeni kama miti iko nini haina athari na iko njiani. Sasa mimi hayo yote sikuyajua, nimekuja kuyajua baadaye. Kwa hiyo alivyomwambia kwamba endeleeni, na huyu akaniambia kwamba nimeshaenda kwa sheha, kwa tumeshazungumza kila kitu kiko sawa, kwa hiyo mimi naendelea. Sasa mimi siku mbili na kuwa sipo. Samani mheshimiwa, mimi shughuli zangu ni engineer, nasimamia kazi ya serikali, na kipindi hiki serikali walikuwa wanapitia miradi yote kwa ajili ya maandalizi ya sherehe za mapinduzi. Kwa mimi nilikuwa naondoka usiku na rudi usiku. Kwa sasa nilipopata taarifa mimi jana nilifika hapa usiku, nimeshangaa kitu ambacho kinafanyika. Nikamwambia kwamba issue ilikuwa ni kibali. Tulitakiwa tuambie kwamba tunahitaji kibali, na mimi lengo la kumtuma kwenda kwa sheha ili sheha aje angalie, kwa sababu toka siku ya kwanza sheha sisi tuko naye hapa na yeye ndo anajua tunaishi wapi, na inapotokea tatizo sisi tunaenda kwake. Kwa mimi nilikuwa nimemwagiza kwamba aende kwa sheha ili sheha aje angalie hapa, atupe utaratibu wa kupata kibali. Lakini na hicho kibali si kwamba lengo letu sisi ilikuwa ni kutoa miti yote. Sana ilikuwa tumelenga kusafisha vitu ambavyo havihitajiki ili shughuli nyingine ziendelee, na tutakiwa kufanya kitu chochote bila ruhusa. Kwa hiyo nakiri mbele yenu kila kilichofanyika sicho ambacho kinatakiwa kufanyika katika jamii. Mwenyewe nimejisikia vibaya, lakini naomba radhi kwa hiki kilichotokea. Imetokea tu kimakosa.